The Lord spoke to me. Mungu aliniambia Kwamba go and prepare for me some giants. Manenda kaandae watu wakubwa. Ili saa hiyo itakapofika, ili wakati ule utakapofika, wawepo watu, there will be people watakao simama, they will stand na kufanya vitu vitokee, and do things, na kufanya vitu vitokee. do things that will happen. Kwa hiyo wakati nimekutana na Pastor Isaac akashare kuhusiana na hichi kitu, So when I met up with Pastor Isaac and nikamwambia that has been my burden. Nikamwambia hii ndio umekuwa mzigo wangu. Na wakati Mungu ameongea na mimi kutokea hapo, When God spoke to me from then, jamani, hii ni neno, ni conference, ni kusanyiko la neno, sio kongamano, ni kusanyiko la neno. This is the gathering of the word. Ili ni kusanyiko la neno. It's the gathering of the word. Nitasoma maandiko usipate shida. Pastor alileta mtu asome hata maandiko, nitasoma. Wala tulia mwanangu. Don't worry, I begin to read. I drove all the way from Dodoma. Nimekuja toka Dodoma. Let me have my time. Niache niwe na muda wangu. Thank you. Sasa kinachotokea, so what happens? Wakati Mungu ananiambia jambo hilo, and God was spoken to me, alinipa mstari wa Isaya sura ya 60. He told me, he gave me Isaiah 60. Kuanzia mstari wa kwanza. From verse number 1. Akasema inuka uangaze. He told me, arise and shine. Nuru yako imekujia. For your light is come. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. And the glory of the Lord rises. Pewa msisitizo kutokea kwenye mstari huu. Then he told me from tazama giza litaipiga dunia. Look at the darkness will hit. Na giza kuu litafunika kabila za watu. And the deep darkness will lakini Bwana atakuzukia wewe. Wewe nani? Tanzania. But the Lord will rise upon you, Tanzania. Na utukufu wake utaonekana. And his glory will rise upon you. Inua macho yako utazame pande zote. Then he says, lift up your eyes. Anasema tazama wamekusanyana wanakujilia wewe. They are gathering and coming after you. Na nikapewa msisitizo ya kwamba, and he told me, tazama giza litaipiga dunia. Look at the darkness will hit the world. Nikapokea hilo neno, nikaanza kulihubiri tokea hapo, nikaanza kuzunguka kwa wanafunzi wa sekondari, kwenye vyuo vikuu, kwa vijana mtaani. And I received that word, I started to preach kila mahali nikaanza kuandika kwa uaminifu. Kwa nilikuwa sijaelewa Mungu alichokimaanisha. Even though I did not understand what God meant. 100%. Kuna kipindi kwenye maisha yako, Mungu atatamka mambo ambayo kwa wakati huo utatakiwa kuyasikia. You just have to listen, to hear, na kuyatenda, and to do, hata kama haujaelewa. Even if you don't understand. Changamoto ya kizazi tulionayo, our challenge in our generation, ni kwa sababu tunatamani kuelewa kila kitu kinachoambiwa. It's because we want to understand everything. Na habari mbaya ni kwamba Mungu haelezagi kila kitu. And the bad news, God do not tell us lakini everything. Anatupeleka utukufu hata utukufu. One glory to another glory. Unapokuwa mwaminifu kwa taarifa moja ndogo Mungu aliyokupa, when you're faithful with the small information God has given you, taarifa nyingine kubwa zaidi. God will trust you with something bigger than that. Sio kama naongea na mtu fulani hapa. Am I speaking to somebody? Sio kama naongea na mtu fulani. Am I speaking to somebody? Nikaanza kuhubiri, naenda kila mahali, inuka uangaze. And I started to went everywhere.